sawa. Huu sio muda wa kulaumiana, inatakiwa mimi na wewe tuangalie tunafanyaje swala hili. Sasa unacholia unalia nini? Au mbona unafikiri kama ili kusudia? Mimi unanitisha. Kumbuka hapa mimi nyumbani kwangu hapa, afu huko nje kuna watu wanapita huko, unafikiri wakisikia watakuwa wana Sikwambia umuone. Sasa sio muda wa kulaumiana. Sasa wewe ndio ulisababisha. Kwani usingeniletea mimi yangetokea haya? Dr. Aziz. Kizito, hii imeshakuwa kesi. Hapa tuangalie tunafanyaje kuepukana na hii zama. Hakuna nyingine zaidi ya hilo. Lakini kutuma mke wangu. Kwa uzembe niliofanya, nimepoteza mtu nayempenda. Tena nilimpa thamani, tukala mpaka na kiapo. Leo siamini macho yangu, ameniacha ameenda. Hase najibebesha furaha inakataa, bado nazidi kuwa mnyonge. Inakataa. Siku zingerudi nyuma, nipate japo msamaha. Nikiri makosa yangu ni muombe msamaha. Mimi mwenyewe najishangaa, najua haya nayofanya yampendezi Mungu, ila mimi nafanya liladi moyo utulie. Nashindwa zuia tamaa, najua riziki mafungu. Karibu baba. Baba karibu. Nashukuru. Shikamoo. Marhaba, salama. Hamjambo nyumbani? Imekuwaje tena? Hivi baba. Kama amefika huko. Kwani baba nataka kuniambia malizo yenu mpaka leo hajaisha? Hapana. Sasa kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Sasa kama kipo sawa, kwa nini nafikia hatua hii? Kwamba mkeo anaondoka bila kukuaga. Baba, hakuna tatizo. Sasa kwa maisha mnaishi mpaka leo, tunakaa tunaongea, lakini bado changamoto zipo za maisha yenu. Sasa leo mnaniambia kama matatizo yenu yameshaisha, lakini bado kuna changamoto. Tatizo ni nini? Au kuna kitu mnanificha? Na swala la ujauzito likoje? Swala la ujauzito halipo kabisa. Ana ujauzito. Huyu mtoto ana matatizo makubwa sana. Sasa ninachosema baba, kwa hili tutashirikiana. Akishaonekana tutakaa tuwezi kuongea kwa pamoja, kila mtu atoe dukuduku yake. Unanielewa baba? Mke wangu. Sawa. Nimeshakuelewa. Mungu amebadilisha mambo. Tik-tak, tik-taka. Amebadilika mambo. Tik-tak, tik-taka. Imebuma mipango. Tik-tak, tik-taka. Mungu amebadilisha mambo. Sasa mimi naanzaje kumridhisha wewe wakati unachokunda kama unapenda wewe? Sawa. Sawa, unapenda mimi, lakini jaribu kufanya hivyo ili mwingine endelee. Sababu na mimi yule ni sahihi kwa upande wako. Ni mara ngapi anajitoa kwa upande wako? Alafu kitu kikubwa ambacho mimi nakiamini kwa upande wangu, mimi na wewe tunacheza tu. Huenda yeye akawa mwanaume wa maisha yako baadaye baada ya kumaliza shule. Mbona anajitoa sana kwako?
swala la kukupa 20,000, 30 ni kawaida sana kwa upande wake. Mimi nishaikupa hiyo hela. Mimi ushamwambia kwa nini usimtaki? Sawa, umemwambia hivyo kama umtaki. Kwa nini unaendelea kula vitu vyake kama umtaki? Kwa upande wangu mimi nahisi kama hili jambo bora lifikie ukomo. Yaani kiufupi naweza nikasema kwamba mimi na wewe bora tusitishe tu mahusiano yetu. Hapana, siwezi. Unanipenda mimi? Kama unanipenda naomba fanya anachokwambia basi. Amini wewe ni mwanaume sahihi kwa upande wako. Inawezekana hata baada ya kumaliza masomo yako atakuwa na wewe kimaisha zaidi kuliko hata mimi ambaye unajua kabisa sina hili wala lile na sina msingi wowote. Siwezi kukudanganya kama nitakuoa kesho wala kesho kutwa. Na sisemi hivi kwa maana mbaya. Nalinda usalama wangu na isitoshe mimi na yule tunatoka mbali sana. Naomba elewa tu kwa yaani nielewe tu kwa hili. Ni mahusiano yetu mimi na wewe yafike ukomo. Alafu utabaki kuwa kama shemeji, alafu maisha mengine yataendelea. Naomba nielewe tu kwa hili. Na kwa nini uwezi? Naomba kuwa na yeye tu kwa sababu wewe unajua maisha yangu. Wewe tu zaidi sina chochote, sina lolote. Lakini yeye anaonyesha msingi thabiti kwako. Jaribu kumwelewa kijana wako. Licha ya hivyo, mimi najua kitu ambacho kitaenda kutokea mbeleni endapo atajua ukweli kama mimi na wewe tuko. Karibu. Asante. Vipi, kwa unakotoka? Mungu, sinikuuliza wewe. Sio kwema. Sio kwema kivipi? Kama nilikuaga hapa napenda kutoa pesa ya korosho. Nafika benki. Natoa ile pesa haipo. Nasemaje? Pesa haipo kwenye akaunti. Unashangaa mke wangu, pesa haipo. Yaani haipo kivipi? Mbona mimi unaona unanichanganya? Sasa kwa maana mke wangu uniamini au? Mume wangu, mimi nina akili timamu. Umenielewa? Mimi najua hiyo hela umeitoa unataka uende kwa mke wa pili. Taarifa hizo ninazo. Sasa kwa taarifa yako unikomoe mimi. Bali unamkomoa yule mtoto wetu. Yaani wewe unatoa hela unaenda kuoa baada ya kumtibia mtoto wako. Kwani mume wangu anakuja kwenda akilini? Kuoa tu na aliyekupa taarifa za kuoa ni nani? Mimi nina taarifa zote. Wewe nenda kaoa, uende kaoe, uwezi kunikomoa mimi sawa? Mimi mwanangu nitapambana mpaka atatibiwa. Tulishakwambia. Sasa nasema hivi, kama wazo lako hiyo unafikia mami kwenda kuoa. Mimi nasema hivi, pesa kwenye akaunti haipo. Na wewe kuniamini. Wazo lako ni kuoa. Nasema hivi, kama huniamini basi. Rafiki yangu Kizito, kwani shida nini? Unajua mwanangu, toka issue imetokea mimi na mapicha unajua sielewi yani. Sasa kwani ushauri ule ambao nilikupa ukamwelekeze baba yake ulishamwambia? Mimi nishaenda kuna naye siku ile tu asubuhi yake nilikwenda pale. Kama wewe ulishaongea naye tayari, sawa? Na ulishamuelekeza kila kitu. Sasa wewe wasiwasi wako unakuja juu ya nini? Unajua, sikiliza. Unajua hili swala hili, sawa?
unavyonifuatafuata mwisho wa siku linaweza likawa wazi. Hili swala inatakiwa lisijulikane ndugu yangu. Sasa angalia. Mapema yote unakuja hapa ndugu yangu wakati jambo tulishazungumza, nilishakupa ushauri, kila kitu tulishamaliza. Umesikia? Alafu wewe mtoto wa kiume, sawa? Kuna mambo mengine hutakiwi kuyachukulia kama hivyo unavyofanya wewe hivyo. Hivi ndugu yangu, wewe unafikiri swala hili kama watu watafahamu, ni kama litatuletea shida? Sasa na mimi nafanyaje sasa? Tulia, yaani wewe kaa kwa kutulia mpaka utakapokuja kuonekana mwili, ndio hapo tutajua hii habari inaendaje. Lakini sasa hivi unatakiwa uwe mtulivu. Yaani wewe utakiwa kuwa na hofu wala na mashaka juu ya habari yoyote. Unavyokuwa hivyo maana yake unaweza ukawapa na mwanga watu wengine wakaanza kugundua jambo. Fresh. Nisikilize. Unielewe na uzingatie. Hili tatizo sio dogo kama unavyochukulia wewe. Na usiwe unakuja hapa kazini ndugu yangu. Vitu vingine tunaongea hapo kwenye simu. Alafu wewe mwanaume ujue. Mwanaume yawi hivyo ndugu yangu. Fresh, mimi nimekuelewa fresh. Wewe tulia, yani usiwe na washaka wala wasiwasi. Mwisho wa siku na wengine watakuja watajua, utawapa mwanga wakaanza kupata hofu kwamba huyu jamaa vipi. Alafu na wakati mwingine ukinihitaji mimi sio lazima unakuja hapa. Wewe ni cheki tu kwenye simu, tutakuwa tunaongea ndugu yangu. Fresh. Sasa huko watu mimi wananisubiri huko. Basi poa bwana, wewe wanaweza wakaja watu hapa bwana, wakaja kutuangalia bwana. Poa, wewe nenda kawaida basi. Rafiki yangu bwana. Hili swala mwanangu linaniumiza kichwa sana. Na tukisema tusubiri baba yako mpaka aende aoe aje akupe hiyo hela kwenda kumtibia, utachelewa. Na wewe utachelewa na masomo yako. Kwa hiyo hapa kinachotakiwa tutafute hela. Naomba nikuulize swali mwanangu. Kuna mtu yote yule ambaye uko naye kimahusiano ambaye anaweza kukusaidia kwa chochote kile ili tuweze kufanikisha jambo? Wao wanafanya nini mtoto mdogo? Unaongea na simu usiku kucha. Unaongea na kaka huyo? Si nakuuliza wewe. Au unatumika bure? Kwa kutaka maensa ambao unatembea nalo labda kwamba hawa ndio watakunufaisha, kumbe ni watu ambao hawawezi kukunufaisha kitu chochote. Tafuta mtu ambaye unajua huyu anaweza kukusaidia kwenye maisha yako. Au ndio unatembea na hivyo visharobaro ambavyo haieleweki, vinanyoa ili mradi vimenyoa vimefanya hivi. Baada utafutie mtu ambaye unaona huyu anaweza kukusaidia hiyo hela ili tuende tukatibiwe. Uende ukatibiwe wewe. Mwanangu, naongea kwa uchungu sana. Umenielewa? Lakini nachotaka kukwambia, tafuta huyo mwenzako, umuelekeze. Sawa? Kinachotakiwa hapa ni hela. Mimi na fight kwenda huko nitaka kuenda, mimi nitajua mimi nitafute hela na wewe utafute hela. Cha msingi mimi ninachotaka uende ukatibiwe. Tukimsubiri babako huko ameenda kuoa huko atujua atarudi ana hela au hana hela. Sijui umenielewa? Yeye mawazo yake ni kuoa. Hana muda wa kukutibia wewe. Kwa kama unaona naongea upuuzi, au utamsubiri babako atoke huko alikoenda kuoa ili aje akupe wewe hela ya kwenda kukujitibia ndio uende shule. Sawa? Usinisikilize mwanangu. Ila mimi nimeongea kwa faida yako. Shamaliza mimi. Unajua mpaka sasa hivi mimi najiona kama maamuma. Maana sielewi imekuwaje mpaka mtoto mpaka nafikia hatua amelazwa hapa. Shida ni nini? Kwani ni uongo? Kwani ni maamuma kweli? Hivi baba wa aina gani? Nimekupigia simu saa ngapi? Toka usiku na kupigia simu, mtoto hali yake mbaya. Unajileta saa hizi mimi maamuma. Yaani mpaka mtoto anakuja analazwa.
Baba umekaa kwa na starehe zako, unamaliza tu starehe zako. Hivi baba aina gani wewe? Hivi baba wewe na kubaba. Amina. Huo sio wakati wa kulaumiana. Tafadhali. Unajua kuna wakati wengine shida zako wewe ndo zinazopelekea mpaka mimi nadharau kila simu yako ninayoiona. Sidhani kama mimi ningejua kama ni hoja ya mtoto ningepuuzia namna hiyo. Hayo yote tuyaache, uso wakati wa kulaumiana. Mimi ninachopaswa kujua sasa hivi tu ni mtoto anasumbuliwa na nini mpaka mnafikia hatua mnalazwa. Ungekuwa na uchungu, ungekuja usiku ule. Tungeongozana wote tukamleta mtoto. Sio kuni eti unakuja saa hizi saa asubuhi unakuja kuniuliza unakuja kunisumbua. So mimi daktari. Usubiri daktari ndo atakupa majibu. Kama mwanao anaumwa nini? Mama Amina. Na? Nakuhitaji mara moja ofisini kwangu. Daktari. Sasa wewe tumekaa. Sasa umeitwa wewe sasa. Nimehitaji kama kwenda si baba hapa. Wewe umekuja kufanya nini? Wewe baba ina gani wewe? Sasa unataka majibu wewe? Shemeji, simu zangu mbona upokei? Napiga sana simu wewe upokei. Kwa ajili gani shemeji? Naongea na wewe bwana shemeji. Kwani wewe hoja yako ya msingi ni ipi? Hoja yangu ya msingi mimi, nafikiri nilishawahi kukudokeza kidogo. Mimi na shida uniazime hela 50,000. Mimi nauguza shemeji, nahangaika. Nimeshazunguka sana kila kona nimeferi. Nikaona nije kwako kwa sababu tulishaongea kidogo kwa nitakuja kwako. HB. Mwanangu mimi naomba sasa hivi niache kwanza. Mimi mwenyewe hapa yani sielewelewa nini. Wewe niache tu kwanza. Mimi nimeshindwa, nimefanya kila namna nimeshindwa. Ukiniazima shilingi 50,000. Ili nikapambane kule. Mazingira yote yakikaa sawa, nafikiri mimi nitakurudishia hiyo hela shemeji. Nimehangaika sana nimeshindwa. Sasa mwanangu. Kwani kwa hili ndio kukupa? Au kuomba ndio kupata? Nimekwambia niache, mimi mwenyewe sielewi. Yaani mimi mwenyewe nina makorokoro kibao hapa niache. Sasa ndio yalikuwa hayo. Unang'aniza kitu hicho kila muda. Karibu tena Mama Amina. Asante. Wewe unamtambua bila shaka. Na huyu hapa ni baba yake. Baba Amina, karibu sana. Asante sana. Bwana, kulingana na vipimo tulivyovifanya kwa kina juu ya mtoto, tumegundua tatizo moja. Mtoto ana tatizo la heart failure, yani moyo mkubwa. Mwanangu atapona? Ondoa wasiwasi, usiwe na shaka. Mwanao atapona na atakaa sawa. Kwa sababu hilo tatizo linatibika. Lakini kuna njia mbili ambazo tunaweza kutatua hili tatizo la mtoto. Njia ya kwanza, inatakiwa afanyiwe operation au upasuaji mkubwa, ambayo operation yenyewe gharama yake itakuwa ni $4,958,500. Lakini njia ya pili, kuna dawa ambazo anatakiwa azitumie. Hizi dawa nitakuandikia hapa. Utakapotoka hapo nje, utakona hivi kulia, utaenda pale dukani, utaenda kupewa gharama zake. Kizingatia haya kwa wakati, mtoto wako atakuwa sawa. Usiwe na hofu kabisa. Maana hili tatizo huwa linawapata watu wengi, nao wanapata matibabu na wanapona, wanakaa sawa kabisa.
Kwa hiyo ondoa shaka juu ya hilo. Baba Amina, Naam. hili jambo linahitaji ushirikiano wa hali ya juu. Haina shida. Chukua hizi. Asante. Haya, karibuni sana. Karibuni tena. Asitwendi. Tangulia na kuja. Tangu lini mke wangu unaondoka mbali bila kuaga? Panapomhusu mtoto wangu, sioni umuhimu wa kuaga, na nitapambana kadri ya uwezo wangu nihakikisha mwanangu namtibia. Ikiwezekana, kila mtu afuate mambo yake yanayomhusu. Dawa hamna. Sasa mwezi chukua dawa. Na hali ya mtoto mwenyewe umeiona. Dawa ya ndani. Ila gharama yake nimekuta ni kubwa sana. Kitu ambacho mimi sikujiandaa kwa. Kishada. Hivi baba kama wewe kama baba umeshindwa kujiongeza ukajiuliza kwamba huko unakoenda ni hospitali, mtoto amelazwa, kunatakiwa gharama. Yaani hizo gharama ulijua huko ndipo Kilingeni huko kwamba huko kuna miti shamba utapewa ndo atakunywa mtoto. Afu atakunywa. Sio kusema hela sikuja nayo. Hela ndio kuja nayo. Nimelipia pale kitanda. Nimelipia cheti. Nimejikuta nafika hapa. Kwa hiyo ulipolipia kitanda ina maana mtoto nani amepona? Wewe baba, yaani nenda akachukue dawa, nataka mwanangu apone. Inawezekana pesa unazozitafuta wewe kwa ajili ya uzizi unafanya huko kuhudumia wake za watu uliowapa ujauzito hao, si ndio? Sio kumhudumia mwanao. Leo mwanao amelazwa hospitali, unashindwa kumhudumia, unaniambia mimi gharama dawa sijui gharama kubwa sijui. Kwa hiyo unategemea huyu ana baba wangapi? Ana mababa wangapi? Baba si wako hapo peke yako. Sijakwambia nimeshindwa. Ila kama hujashindwa kumbe unajifaka na dawa. Hebu nipe kwanza muda basi hata na mimi nijieleze. Nikupe muda vipi? Mimi nimekuja hapa toka usiku mwanangu ana hali yake mbaya baba. Kwa hiyo nataka mtoto afe. Sasa kanunua sumu basi tumpe afe. Wewe baba ina gani wewe? Karibu. Karibu pita. Karibu. Asante. Karibu kae. Asante kabisa. Nakusikiliza. Kishada nakusikiliza.
naongea nawe kisha nakusikiliza unasemaje? Sio naongea na wewe? Hili jambo kwa namna tukio lilivyokuwepo hapa, tutaweza kukabidhi huu mwili, itabidi tuende kituoni, alafu baada ya hapo taratibu zingine ziendelee. Sawa mkono. Unajua hivi huyu ameingiliwa na wanaume wangapi? Yaani unamaanisha nini? Yaani ninachomaanisha amebakwa na watu wangapi? Yaani huyu marehemu amebakwa na wanaume wangapi? Ndio ninachomaanisha mimi. Kwa unavyoona huyu amebakwa. Afu bwana wewe si unaona kabisa damu hizi hapa hizi. Afu unajua hii dunia hii. Unajua vijana sasa hizi wanafunga sana. Kuna kitu wanasema sio wanafunga, wanapeleka moto. Yaani mpaka unaua. Kuwa serious na kazi. Sawa. Hili tukio mimi ninavyoliona huyu alikuwa anajaribu kutoa mimba. Uone kama ina mahusiano na iko kitu. Ufanye abortion. Kama inafanya. Bwana imia ingia akilini. Achana na hayo mambo. Piga simu kwanza. Nimekuwa mnyonge, heshima iko wapi? Imeshapotea. Nimenyang'anywa tonge, dunia iko kichwani inanielemea. Kusema malipo duniani, leo najionea kwa macho. Kwa uzembe niliofanya, nimepoteza mtu nayempenda. Tena nilimpa thamani, tukala mpaka na kiapo.